Boss, mimi naomba kuacha kazi. Inaniuma sana kwa sababu unajua jinsi gani kazi hii ilivyo mhimili wa maisha yangu. Falsafa inatufundisha kuwa nahodha mzuri hapambani na mawimbi yanayotokea ndani ya meli yake mwenyewe, bali anajitenga nayo ili meli yake isizame. Nimefika mahali ambapo dhamira yangu inanisukuma kuchagua kati ya njaa na heshima yako. Nimeamua kuchagua heshima kuliko kubaki hapa na kuhatarisha uaminifu wangu kwako kutokana na mitihani ya kibinadamu inayoweza kunishinda. Ni heri niondoke nikiwa mnyonge na kukubali kurudi kwenye mateso yaliyoanza kusahulika mwilini mwangu kuliko kuwa mtumishi ndani ya Ikulu huku nikiwa chanzo cha mpasuko kwenye misingi ya amani ya nyumba yako. Naikumbuka maneno ya Patrick Lochi Otieno Lumumba. Anasema mtumbuizaji mzuri ni yule anayejua wakati gani wa kuondoka jukwaani. Kwa heri usikawina. Hayo ni maneno ya mwisho ambayo Manyanya amezungumza kumwambia bosi wake Kawina. Upo sahihi kabisa Muna. Wakati tamthilia ya Dunia season 2 inaanza, mimi ni mmoja wa wale wengi ambao waliamini haitakuja kuwa tamthilia. Hii sio Dunia season 2, bali ni series nyingine. Lakini wanatumia jina hili la Dunia kupromoti tamthilia hii mpya. Nakumbuka hii ilikuwa komenti yangu wakati natazama Dunia season 2 episode ya kwanza. Lakini kila nilipojaribu kuangalia vipindi vilivyotoka, ile ladha ya asali ikawa inaingia taratibu. Na hatimaye imekuwa tamthilia bora sana. Nimevutiwa sana na lile tukio la wale wadada wawili waliomsaidia mhuduma Zongo. Dada anamwamsha mdogo wake kitandani na kuanza kumlalamikia kuhusu kukatika kwa maji ndani. Baadaye anamwambia amke ili waende wakatafute maji mtaa wa pili. Wanatoka nje na kumuona Mudi anarudi kutoka gombani akiwa amebeba madumu ya maji. Nimependa ile tabasamu lake wakati anatoa taarifa kwamba tangu jana maji hayakuwepo, hivyo amejiongeza. Anaendelea kwa kusema kuwa kwa sababu hakuwa na pesa, ametumia majina ya hawa dada ili kupata wali. Na mwisho anawaomba wampe ndoo zao ili akawatetee na wao pia. Lile tabasamu la dada mkubwa kwa Mudi Zongo mpaka lavaa ni fantastic sana. Kwangu mimi hii ndio sini kali kuliko zote katika hii episode. Mimi sijapendezwa na ile sini ambayo wanawake wanamlipa pesa yule anko ili kushiriki naye ngono. Sijapenda script zake. Sini yenyewe ni ndefu, lakini pia hata mahadhi yake hayana maadili yanayopaswa. Ingawa najua dhumuni la director ni kuleta ucheshi kidogo, ila kwangu haijanipendeza. Katika kutathmini mwigizaji bora kwenye hii episode, ni wazi kuwa Simbi ameng'ara sana. Kuanzia namna alivyoingia kwenye nyumba ya wageni akiwa amechoka chakari, jambo lililojidhihirisha kupitia upumuaji wake, hadi pale anapopata habari za msiba wa baba yake. Ameigiza kwa uhalisia mkubwa. Maumivu yake yamevuka kioo na kutufikia sisi watazamaji. Hongera sana kwake. Nahisi kutakuwa na ugomvi mkubwa sana baadaye kati ya mtu na dada yake kwa ajili ya Mudi. Hata hivyo, naona dalili za yule sponsor kudai pesa zake zote kwa yule mke wa mtu kwa kuwa ameonyesha kutomhitaji. Sijajua hatima ya Simbi, yaani kuuawa kwa baba yake ndio kutakuwa mwanzo wa kupata uhuru wake au bado matatizo yataendelea kumwandama. Maana tangu Dunia inaanza msimu wa kwanza hadi hapa ilipofikia, Simbi hakuwahi kuwa na furaha ya muda mrefu. Yeye ni mateso tu yakimwandama siku baada ya siku. Je, mwenyewe ataacha kazi kweli? Episodi hii imetuacha na maswali mengi sana, ukiacha hilo ambalo umeuliza. Hivyo, ili tuweze kupata majibu yake, tuendelee kutazama Dunia kutoka kwa mwongozaji mahiri sana, Baba Asma aka Jicho. Kama umependa uchambuzi wetu, like, share na tuandikie maoni yako hapo chini. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video nyingine kama hizo. Bye bye.
Kwenye meza nimeketi, huku taa ikimulika, karatasi na kalamu mbele yangu zimeshika. Naingia kwa undani, tasnia inayovutia, kazi zetu za nyumbani, filamu nazichambua. Kila picha ina siri na machozi ya siri sana. Mezani inaleta ukweli ulio dhahiri. Hii ni sanaa mezani, mwangaza wa filamu zetu. Tunasafiri gizani, kugusa mioyo ya watu. Uchambuzi